na jana hatua ya nusu fainali imetamatika, kama ambavyo siku mbili zilizopita tulikuja hapa kujadili kabla ya kuziendea nusu fainali, na nikatoa maoni yangu nini ninakiona kwenye michezo miwili ya nusu fainali. Nikianza na mchezo wa kwanza, nilizungumza na nikaweka maoni yangu hadharani kwamba mimi nafikiri Spain atashinda dhidi ya Ufaransa, kwa sababu Spain ana timu inayoweza kudominate game kuliko Ufaransa, na nikawa nimetoa sababu zangu na tutarudi kuziangalia tena kama ndizo zilizosababisha Spain kushinda ama vinginevyo. Lakini mchezo wa pili ni Argentina na Uingereza, nikaweka maoni yangu na maoni yangu yalikuwa clear. Nikasema nafikiri Uingereza anaweza akamtoa Argentina, na tukaiona fainali ikijirudia kutoka kwenye ile fainali ya Euro 2024 kati ya Spain na England. Nilifikiri itakuwa hivyo kwenye World Cup hii, kwamba tutaona tena fainali kati ya England na Spain, lakini mambo hayajaenda kama ambavyo nilizungumza. Mchezo wa kwanza ambao ulikuwa na surprise kubwa kwa watu wengi ambao walikuwa wanaamini Ufaransa ana kikosi kikubwa kabisa chenye quality kubwa, chenye uwezo mkubwa wa kuweza kuifunga Spain, na mambo yakawa kinyume na ambavyo wengi walifikiri. Matokeo yake Spain alimchezea mpira mwingi sana Ufaransa, na hatimaye dakika 90 zinakamilika, Ufaransa amepoteza kwa bao 2-0. Mchezo ulikuwa ni mchezo wa aina fulani hivi, mchezo mzuri kabisa ambao ulivutia kwa wale tuliokuwa mashabiki wa Spain, lakini ulikuwa ni mchezo mbaya kwa mashabiki wa Ufaransa. Mchezo mzuri kwa mashabiki wa Spain kwa sababu kama ambavyo nilizungumza mwanzo kwamba Spain ana huo mchezo wa kumiliki mpira kwa asilimia kubwa, na nikasema silaha kubwa anayoitumia Spain ni kujilinda kwa kumiliki mpira. Ana huo uwezo wa kumiliki mpira kwa dakika zaidi ya 5 mpinzani usiuone. Ana huo uwezo wa kuficha mpira, ana huo uwezo wa kukaa na mpira kwa muda mrefu, na hii ilithibitika kwa sababu Spain aliingia na huo mkakati wa kukaa na mpira kwa muda mrefu. Na surprise ya kwanza kwa watu wengi ni pale ambapo mwalimu wa Spain aliamua kumwacha benchi Pedri, na akaamua kuondoka na Luis Fabiani kwenye eneo la katikati ya kiwanja kama kiungo namba 8, huku nyuma yake akiwa amesimama Rodri kama namba 6, na juu yao akiwa amesimama Dani Olmo kama namba 10. Kwenye wings alikuwa na Lamine Yamal wing ya kulia, na kushoto alikuwa kwa Alex Baena, waliokuwa wanafanya vizuri sana, ambapo fullback wao wakiwa wamefanya vizuri overlapping movement, wao wanaingia kwa join Rodri, Luis Fabiani na Dani Olmo kwenye eneo la katikati ya kiwanja, na kuwafanya muonekano wao uwe na viungo watano kwenye katikati ya uwanja. Kuwa na viungo watano kwenye eneo la katikati ya uwanja iliwanyima nafasi Ufaransa kufanya ile mikimbio akina Michael Olise, akina Ousmane Dembele, Kylian Mbappe na Barcola ambaye alianza, wakakosa hiyo nafasi ya kufanya ile mikimbio ambayo imeonekana kuwa ya hatari pale Ufaransa inapokuwa imevuka eneo la katikati ya uwanja. Lakini pia nilizungumza na nikasema na kitu ambacho kilionekana pia kwenye mchezo huo kwamba Ufaransa hawana hao watu wenye uwezo wa kufanya pressing pale ambapo Ufaransa wanakuwa hawana mpira, pale ambapo mpinzani wake anakuwa anaanza kufanya zile build up kutokea kwenye eneo la goalkeeping kuja kwenye backline na kuja katikati ya kiwanja, pale ambapo Spain walikuwa wameopt kuanzia nyuma kwa goalkeeper wao Unai Simon. Ufaransa akina Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Barcola na Michael Olise walikuwa hawana huo uwezo wa kufanya ile high pressing kwenda kwenye eneo la Spain, kuonyima hiyo comfortability Spain ya kuanzisha mashambulizi. Lakini hata pale ambapo walikuwa wanajaribu kufanya hiyo pressing, viungo wa Spain walikuwa na huo uwezo mkubwa sana wa kuwa na utulivu pale ambapo wanafanywa pressing na kupokea mipira kwenye tight space. Wana huo
uwezo wa kutoka, hata kama amezungukwa na watu wawili watatu, anaweza akaipokea mali na akaondoka nayo pale pale. Hiyo ndio ilikuwa silaha kubwa ya Spain, na ikawafanya Spain kuwa na domination kubwa ya mchezo kuliko Ufaransa, na hatimaye Spain wakawa wamepata ushindi wa bao 2-0. Ukiangalia mabao namna yalivyokuwa yanatengenezwa, utasifia juhudi za wachezaji wa Spain kwa namna ambavyo walikuwa wanaondoka. Ukiangalia goli la kwanza ambalo lilipatikana kwa mkwaju wa penalty, unaangalia kabisa beki ya Ufaransa wakati ana cross inapigwa hajafanya scanning ya kugundua kama Lamine Yamal yuko nyuma yake, na Lamine Yamal aligundua huyu beki anayemiliki mpira hajafanya hiyo scan, hajajua kama niko nyuma yake, na kama hajajua niko nyuma yake amesha ukosa mpira kwa kichwa, amegundua mpira hujaondoka mbali, kuja kupiga kwa mguu, na kama hajajua niko mbele yake nyuma yake anaweza akanichezea faulu. Alichokifanya Lamine Yamal ni kugusa mpira afa akampa mwili beki wa Ufaransa na akamchezea faulu. Mwamuzi akaweka katikati mkwaju wa penalty, Spain wakapata bao la kwanza. Bao la pili ni mikimbio iliyokuwa inafanywa maeneo ya pembeni ya uwanja. Mpira umeanzia kwa Fabian Ruiz ukapigwa pembeni kule aliko Lamine Yamal, akairudisha kwa Dani Olmo. Dani Olmo wakati yuko kwenye eneo la D ya Ufaransa anachezewa faulu, lakini akiwa amechezewa faulu wakati huo Pedro Paul amevuka eneo ameingia kwenye eneo la box ya Ufaransa, akawa ucheza ule mpira umesogea kwa Pedro Paul. Pedro Paul akiwa yeye na goalkeeper afunga goli safi kabisa la pili, na Ufaransa anakufa kwa bao 2-0. Kilichotokea ndicho ambacho tulikizungumza siku mbili zilizopita, na hicho ndicho kikaja kikaishi. Na England dhidi ya Argentina ni mechi ambayo ilikuwa na matukio mengi ya kufurahisha, matukio ya kusikitisha, hasa kwa mashabiki wa England, lakini unaweza ukawa na kauli nyingi za kusema, lakini mimi kauli yangu moja ambayo naweza nikasema kwamba England waliamua kuondoka wenyewe, waliamua kujitoa kwenye mashindano, ama walijifunga wenyewe. Kwa nini? England aliingia na mpango mzuri tangu mwanzo wa mchezo, mkakati mzuri wa kushambulia, kupishana na Argentina, na ukizingatia Argentina mara nyingi ni timu ambayo ina zile tamaduni za Amerika Kusini. Wachezaji wake watakupa game tafu, watafanya vurugu, watafanya fujo, watafanya fouls nyingi, na ndicho kilichotokea tangu mwanzo wa mchezo. Argentina kwa cheza faulu nyingi, Uingereza kama ametulia akacheza mpira mzuri. Baadaye kwenye dakika ya 55 England wanapata bao la kwanza, kitu ambacho kimekuwa surprise kwa wengi na wanajiuliza maswali ambayo hayana majibu. Mwalimu wa England aliwaza nini wakati Uingereza wamepata goli na hawajazidiwa kwa namna yoyote na Argentina, wakaamua kujilinda? Mwalimu akaanza kufanya sabu, akamtoa Reece James, akamtoa Declan Rice, akamtoa Anthony Gordon, alafu akaingiza wachezaji ambao wote ni wakabaji. Lakini wakati ameingiza wakabaji, unaangalia ameingiza wakabaji lakini hawakabi. Wakati ambao ameingiza wakabaji ndio wakati ambao timu ikawa inafikiwa kuliko wakati mwingine wowote, na Argentina akawa amestart game, akagundua kwamba Uingereza amerudi nyuma, akaamua kupush. Ndio wakati ambao mwalimu wa Argentina akawaingiza kina Lautaro Martinez, akamuingiza Rodrigo de Paul kuja kutuliza eneo la kiungo. Kazi kubwa sana inafanywa na Enzo Fernandez kwenye baada ya kugundua England wamekaa nyuma na wanashindwa kuwafungua, Lionel Messi ana opti kwenda pembeni ya uwanja na anaanza kupasia mipira ambayo inaonekana ni hatari sana kwa Enzo Fernandez. Enzo Fernandez ana opti kupiga kutokea eneo la mbali ya goli, kutokea eneo la nje ya 18 ya goli. Alipiga zaidi ya mara 3. Mara ya kwanza anapiga akapaisha, mara ya pili akapiga goalkeeper akasave, mara 3 anapiga inaingia wavuni na anaisawazishia Argentina. Baada ya Argentina kupata goli la kusawazisha dakika 85, wakaamka kama ilivyo kawaida yao, wakaamini wanaweza tena kurudi mchezoni na wakafanya chochote. Matokeo yake Lionel Messi kule kwenye maeneo ya mapana ya uwanja anapiga long range
Lautaro Martinez, mtu mwenye bahati sana, anaandika goli la pili na Argentina wanavuka. Mimi kwa maoni yangu naweza nikasema Uingereza walitudisappoint, wale watu ambao tuliamini wanaweza wakamtoa Argentina, kwa sababu kile kitendo cha kupaki basi wakati haujazidiwa kilituchanganya watu wengi. Of course mimi kilinichanganya, kilinidisappoint, kwa sababu wakati huo Uingereza anaongoza, mabeki wa katikati wa Argentina kina Romero wote walikuwa na yellow card. Ilikuwa ni faida kwa kina Jude Bellingham na Harry Kane kusogea kwenye wale maeneo ili aidha wachezewe faulu ama wawe na hiyo advantage ya kutokufanyiwa marking ya maana, na wakaenda kumzuru Argentina, lakini hawakufanya hivyo. Wakati huo ndo wakarudi kupaki basi, na matokeo yake wanaondoshwa kwa goli 2-1. Hayo ndio maoni yangu. Tunaelekea kwenye michezo ya fainali. Nafikiri fainali itakuwa fainali bomba sana kati ya Spain na Argentina. Tuna muda mzuri wa kuja kuijadili. Kwa leo tuishie kwenye kuitazama michezo hiyo.